hapa ndio tumeshafika na hapa ndio nyumbani. Inabidi sasa kidogo tupumzike kitandani, tuzungumze. Jofaza tena moyo haukuhitaji haya. Nilikuwa nanyi bila shaka, nikawapa moyo wangu bila kujibakiza, lakini nyuma yangu lijenga dunia yenu. Mapenzi ya siri mkayaficha kwenye tabasamu. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Unapatikani mtu. Wakati ndo alikuwa ananisumbua sana kwenye simu. King Badi, tuonane mapema, hadi muda huu kwenye simu hapatikani. Sijui ipo wapi hadi muda huu. Ashaanza kunichanganya sasa. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Au jamaa, mimi naona kama tu ananifelisha, maana naona kama simuelewi, mara simu hapatikani. Sasa hivi cha kufanya tu, yani inabidi nimfuate, maana nikitegemea simu huyu atakuja kunifelisha. Madili yangu yataenda vizuri. Yeye ndio waga ananisumbua sana King Badi, yeye ndio msumbufu, kumbe msumbufu ni yeye. Shemeji, mimi nimekuita hapa zumuni la kuzungumza na wewe. Swala hili na zuri. Sawa, cha kwanza wewe una bahati sana. Afu una muonekano afu mzuri shemeji yangu. Ulipokuwa unang'aa hivi tena wewe. Afu kingine, shemeji, unatakiwa uwe na roho ngumu. Unajua asibaga wanawake na roho ngumu. Unatakiwa uwe na roho ngumu kweli kweli. Mimi nitakwambia swala moja. Mimi bwana na rafiki yangu mmoja. Rafiki yangu wewe ni mfanya biashara wa madini, dhahabu, sio mambo ya madhahabu haya, yale ng'ang'ali. Unajua? Sasa yule bwana rafiki yangu bwana ametokea kuvutiwa na wewe. Amekuona, amekupenda. Sawa, lakini mimi simpendi rafiki yako. Mimi simpendi kabisa. Kwa hiyo wewe umpendi rafiki yangu mimi? Mimi simpendi. Hoi hoi, moyo wangu umechoka. Mmenicheza mkanipa maumivu ya roho. Acha nikufanyie mambo nini? Kama vipi jamaa kuoe nini? Mbali achana naye huyu, ana maisha. Mimi rafiki yako sijamuelewa, simpendi kiukweli. Basi nisikize. Lakini bwana shemeji bwana. Umpendi nini? Nisikize mimi. Mimi nataka huyo maisha yako yawe mazuri. Sawa? Yaani sasa unachukua unapiga teke bakuli la dhahabu la almasi, unapiga teke bakuli la almasi kwa shemeji kweli. Alafu mimi nakwambia wewe utakuwa na hela. Wewe utakumiliki simu nzuri kama hii hapa ya kwangu mimi. Kweli utamiliki, mimi nakwambia. Ukikubali utamiliki, sawa? Utakuwa na maisha mazuri, utaendesha gari. Alafu wewe Mdubai kabisa. Akikuoa, nenda Dubai. Wewe sio Mtanzania, wewe Dubai kabisa, shemeji. Shemeji Dubai kabisa, mimi nakwambia yani. Mimi nakwambia kweli. Sasa yeye yuko sehemu, sawa? Amesema kaongee naye, kama kikubali mlete tuzungumze naye. Muone? Mimi najua kikuoa tu wewe ukae Tanzania, tena sio Tanzania kabisa kwa rangi yako, acha nikupeleke, unaonaje? Ukaona naye hivi. Tufahamu zaidi. Wewe bwana, wewe Dubai kabisa, ni shemeji. Twende tu, ni shemeji nuka bwana. Sio muda kuchelewa sasa hivi. Rudi kwa mzuri. Maumivu yamenipa nguvu mpya. Hoi hoi, moyo wangu umechoka. Mmenicheza mkanipa maumivu ya roho. Sio
Habari yako? Nipo mtokako ni pazuri, ila bora hata hivyo nimekukuta ama nimekuona. Yaani jambo la msingi sana kwamba kwa kitendo ambacho alichonifanyia mpenzi wako wewe ni kitendo kibaya sana, na wala siamini kwamba yeye anaweza kanifanyia kitendo kama hicho, kwa sababu mimi nimemkuta kabisa, yani mpenzi wangu mimi yupo na mpenzi wako wewe ndani wanaongea, yani anamsimulia kwamba mimi anihitaji wala anipende na wala hataki tena kuniona. Kweli mpenzi wako na kunifanyia mimi hivyo na tulivyokuwa kweli marafiki? Yaani unaona sijui umefanya, yaani sijakuelewa. Yaani bwanangu mimi ndio umemkuta na mpenzi wako wewe. Yaani bwana wako wewe ndio ambao naomsemea, yaani bwana wako wewe, kwa sababu muda huu unavyoona hapa mimi nimetoka kwake, nilikuwa nimeenda kumwangalia. Sasa baada ya kufika pale mlangoni nikaa nimesikia mazungumzo yao, yaani sauti yani kama ya mpenzi wangu. Kwa hiyo ikabidi kwanza mimi nikae nje nisikilize kwamba ni kitu gani wanachokiongea. Yaani wameongea hadi wamemaliza, wametoka, ni mimi nawashuhudia hivi kwa macho yangu hadi wanavyoshikana viuno wanaongozana. Wanaondoka, ni mimi nipo nawashuhudia. Na hapo hivi ndio nimetoka kwake. Ili nilikuwa nasema kwamba hivi nimetoka huko naenda zangu hata nyumbani nikapumzike. Hoi hoi, moyo wangu umechoka. Mmenicheza mkanipa maumivu ya roho. Sio adui bali watu nilioamini. Usaliti wenu unaniponda moyoni. Haiwezi kuwa bahati mbaya. Nilitumaini maneno yenu, kumbe yalikuwa makucha mkificha nyuma. Oya. Niambie vya kazi. Kama kawaida mwanangu. Mchaka. Haina kweli. Fresh wewe. Naona sasa mtoto kama wewe unamuona analipa. Mtoto yuko vizuri. Naona. Nimemaliza mzee. Au vipi? Nimefanya kazi yangu. Hakuna baya. Au sio? Nyama kidogo. Najua siri. Wewe kutolea. Siwaze mwanangu, siwaze umetisha. Wewe ukuja tu wewe. Karibu malaika. Hata nashindwa kuelewa nifanyeje. Yaani sio hata nifanyeje, yaani hata nielewe vipi shemu. Yaani haijaniingia akilini. Kwa sababu wewe ndio rafiki yako mkubwa. Na hivi unaponiona hivi, nilikuwa nyumbani napiga simu, hapokei. Ndio maana nikasema, unaona nimfuate huko nijue tatizo nini kwa simu zangu hapokei. Unafika hapa tena unanielezea mambo mengine. Sasa inakuwaje? Ndio hivyo shemeji, yani kitu ninachokuambia mimi ndio kitu cha ukweli. Kwa sababu mimi najua kwamba wale wameamua kufanya kusudi kwa niaba ya kutukomoa sisi. Kwa hiyo na sisi hapo inabidi tufanye kitu hichi kimoja, kwa sababu wenyewe wameamua kutukomoa. Kwa hiyo inabidi sana mimi na wewe tuungane ili tuwakomoe. Sasa shemu nyumbani tunaenda kufanya nini? Na tunafanya kitu gani ili tuwakomoe sasa? Yaani hapo shemeji inabidi tufanye kitu hichi kitu kimoja. Mimi na wewe inabidi tuwe wapenzi. Na hapa hivi mimi ninapoelekea naelekea nyumbani kwangu, inabidi sasa mimi na wewe tuongozane ili twende wote. Shemu, hiyo sio njia nzuri. Sikia shemeji, huyo hapo ndo njia nzuri, kwa sababu wenyewe kule wameamua kufanya kusudi kwa sababu kutukomoa, na sisi inabidi tufanye makusudi ili tukomoane wote, ndio itakuwa vizuri. Kwa sababu tukiamua kuacha hivi, muendelezo utakuwepo na watazidi yani kujitawala. Kwa hiyo inabidi sasa mimi na wewe inabidi tuungane, mimi na wewe yani ikiwezekana yani tuwe wapenzi, tutoke hapa mguu wako wa kwangu hadi nyumbani kwangu na sisi tukapumzike kama walivyofanya wenyewe ili wote tukomoane, ndio itakuwa vizuri. Na uchunguzi hapo ndio utazidi kuendelea. Hoi hoi, moyo wangu umechoka. Mmenicheza mkanipa maumivu ya roho. Sio adui bali watu nilioamini. Usaliti wenu unaniponda moyoni. Haiwezi kuwa bahati mbaya. Nilitumaini maneno yenu, kumbe yalikuwa makucha mkificha nyuma. Mmoja rafiki, mwingine mpenzi. Mnacheka pamoja mkiumiza moyo mmoja. Najua siri hazikai kwenye giza. Siku moja lazima zitajifichua.
na leo nimeona kwa macho yangu, maumivu yamenipa nguvu mpya. Hapa ndo tumeshafika na hapa ndo nyumbani. Inabidi sasa kidogo tupumzike kitandani, tuzungumze tu. Sasa hadi tumetoka huko tumefika hadi hapo, tumeshaelewa kwamba ni kitu kinachoendelea hapa. Tumeshafika tumesema tuzungumzie hapa. Tukazungumzie kitandani hadi tunatoka huko, umeshaelewa kila kitu. Hadi jana tunafika ndani tuanze kubembelezana. Kila kitu umeshakijua, kwa hiyo inabidi uje kidogo tuzungumze ili mambo yaende vizuri. Ndio tuzungumzie kidogo mama. Wote. Bwana lakini tumesema tunaigia. Tayari ndio tunamaliza tu kitandani. Natumaini kwamba kashakupa maelekezo yote. Ndio kanipa maelekezo, lakini yeye sijamuelewa vizuri, ndio maana nimekuja kukusikiliza mwenyewe. Sawa. Waga mimi sipendagi kuongea sana, yaani kiufupi kwamba alinipa maelekezo kwamba unaishi sio na rafiki yake. Ila kwa jinsi alivyonielekeza, maana ndio siku ya kwanza nimekuona kuko kuna shughuli, aliniita sio shughuli, unajua sio mambo yangu sana, haikabidi nije kwa sababu ni rafiki yangu. Ila baada ya kukuona kiukweli nilivutiwa na wewe. Na maelekezo alikuwa amenipa yule kwamba maisha unaishi wewe na mshikaji tu maskini mmoja anakaa na mtoto mzuri kama wewe. Cheki, wewe sio kuvaa nguo kama hizi. Unajua, mimi nitakubadilishia maisha. Au upende kuishi maisha fulani wewe, kumiliki mpira, eti mtoto mzuri. Napenda. Sasa mimi nakubadilishia maisha. Sawa, nimekuelewa, lakini nipe muda. Kwa sasa sina jibu. Unajua sisi watu kama sisi hatupendagi mambo mengi. Wewe unaje ukanijibu kwamba uko tayari au uko tayari? Ila mimi natumaini kwamba wewe unapenda hela. Kuna mwanamke asiyependa hela, hapa hela ipo. Amna, yaani mimi ninaomba tu nitakupa jibu lako, lakini sio kwa leo. Unipe muda kidogo. Sababu si unajua nakaa na mume nyumbani. Kwa hiyo siwezi kukurupuka. Okay, anyway. Sasa labda uniachie namba ya simu. Afu nitakutafuta mimi mwenyewe tena. Isiwe mpaka nimtumie yule. Unasema? Sawa. Hoi hoi, moyo wangu umechoka. Mmenicheza mkanipa maumivu ya roho. Sio adui bali watu niliowaamini. Usaliti wenu unaniponda moyoni. Haiwezi kuwa bahati mbaya. Nilitumaini maneno yenu, kumbe yalikuwa makucha mkificha nyuma. Mmoja rafiki, mwingine mpenzi, nacheka pamoja mkiumiza moyo mmoja. Hivi viatu vipi? Najua siri hazikai kwenye giza. Badi. Siku moja lazima zitajifichua. Badi. Na leo nimeona kwa macho yangu. Karibu. Nikaribia nini? Nyumbani kwangu saizi. Haya vipi? Sasa kwani kuna ubaya jamani? Ndio maana nikaukaribisha. Unanikaribisha mimi mgeni wakati nipo kwangu. Wewe kwangu umefuata nini? Ndani kwangu unafanya nini? Kwa shoga yangu. Shoga gani unashindwa kumsubiria hapa mpaka ukanigalia huko ndani kwangu na mume wangu? Kwani kuna ubaya gani shemeji yangu? Shemeji, mkajifungia na mume wangu. Shemeji gani huo? Hivi unajua maana ushemeji wewe? Sasa kwani kuna ubaya gani? Wewe ishia hapo sitaki hata kusikia. Kuhusu nini yani kwa mfano? Wewe unajua kitendo ambacho ulikuwa unakifanya. Nimefanya nini? Wewe na Jepizo mlikopa mnaongea nini mle ndani? Tunaongea nini? Ndio nikuulize kama wewe unajua tulichokuwa tunakiongea. Wewe unamuelewa kwanza yule rafiki yako Jepizo? Jepizo mimi sina naye chochote kile. Zaidi ya yeye kunitafutia mimi mwanaume sijui anaitwa nani, sijui ni rafiki yake na yeye huyo Jepizo. Sijui anaitwa nani huko mimi simjui. Hicho ndio kitu tulichokuwa tunakizungumza. Haya niambie na wewe humo ndani na wewe mwanamke. Saizi mchana kweupe, jua kali linawaka. Mnasubiria nini humo? Kwa shoga yangu. Humo ndani kwa vipi? Bana vipi? Hebu tulia.
Tulia kwanza mke wangu. Niachie kwanza. Mke wangu nimeshagundua ukweli. Umegundua nini? Nataka nidili na huyu. Nataka wangu huyu hapa acha naye mke wangu. Hoi hoi, moyo wangu umechoka. Mmenicheza mkanipa maumivu ya roho. Sio adui bali watu nilioamini. Kuna shida gani mke wangu? Mke wangu. Njoo. Haina shida wewe, niambie. Shida nini? Malaya tu kumjali mkeo. Shida gani? Hivi unajua umefanya nini? Kuhusu nini sasa mke wangu? Mimi tu kwenye harakati zangu na shida nini tena nyingine? Ndio vizuri. Hivi unajua kilichonikuta wewe? Kwa nini mke wangu? Umalaya tu kumjali mkeo. Vipi kwa sio sikuelewi? Mke wangu. Wewe unajua umefanya nini wewe? Kitu gani mke wangu sio kuelewa? Unajua? Hivi unajua umesababisha matatizo gani wewe? Matatizo kivipi sasa mke wangu? Yaani basi. Sasa mke wangu kwani shida iko wapi mke wangu bwana? Leo tunaumizana. Unajua mimi naumizana sasa mke wangu. Hivi unajua umesababisha matatizo nini? Shida nini? Nimefanya nini mimi? Yaani wewe malaya utaacha lini? Sasa mke wangu wewe shida gani? Una shida gani? Hivi unajua umesababisha matatizo wewe? Unazalilisha kudhalilishana. Umefanya mpaka mimi nimelala na badi wewe. Wewe. Umelala na badi? Umelala na badi na kumekuathirika wewe. Umesababisha Umetembea na badi? Hoi hoi, moyo wangu umechoka. Mmenicheza mkanipa maumivu ya roho. Sio adui bali watu nilioamini. Usaliti wenu unaniponda moyoni. Haiwezi kuwa bahati mbaya. Nilitumaini maneno yenu, kumbe yalikuwa makucha mkificha nyuma. Mmoja rafiki, mwingine mpenzi, mnacheka pamoja mkiumiza moyo mmoja. Najua siri hazikai kwenye giza. Siku moja lazima zitajifichua. Na leo nimeona kwa macho yangu, maumivu yamenipa nguvu mpya. Hoi hoi, moyo wangu umechoka. Mmenicheza mkanipa maumivu ya roho. Sio adui bali watu niliowaamini. Usaliti wenu unaniponda moyoni. Haiwezi kuwa bahati mbaya. Leo najifunza kupumua bila ninyi. Najifunza kutabasamu bila ninyi. Nyinyi mmeniumiza, lakini hamjanimaliza. Moyo ukiunia, hujua kujenga upya. Jofaza tena. Moyo haukuhitaji haya, lakini leo umepona nusu.